nguvu ambazo zitaendelea kutumika katika kulinda amani pengine inawezekana haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na kama inawezekana wengine wakadhani kwamba kuna nguvu iliwahi kutumika mahali, kwenye kikao hiki nataka nikuthibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kauli za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila zaonekana kwa kila watu wengi sana baada ya kutumia maneno ambayo sio mazuri. Yani ni kitu ambacho wengi wameonyeshwa kukielekwa nacho, kwa sababu Tanzania imepitia kwenye changamoto nzito sana. Yani alichokizungumza Chalamila wewe mwenyewe umekisikia hapo mwanzo, na nitakuwekea video mbele umsikilize. Wakati watu wakiwa wanaomba serikali itumie nguvu kidogo, yani kidogo sana, lakini pia itumie hekima kwenye kuendesha nchi, bado kuna viongozi wanaibuka na kutamka maneno ambayo ni magumu na mazito. Kitendo cha Chalamila kusema kwamba nguvu aliyoitumia kipindi cha nyuma ilikuwa ni kidogo sana, yani bado watu hawajaona nguvu ambayo serikali itaitumia kipindi hiki cha sasa hivi. Yani ni kauli ambayo inaashiria kwamba yale mauaji walivyoua yani ni kidogo, kwa hiyo wanaweza wakaua zaidi. Hiyo ndo maana yake. Na hata kwenye comment kuna watu wengi walisema kweli huyu jamaa hafai kuwa kiongozi, huku akisema kwamba mkuu wa mkoa hafai kuwa kiongozi. Kwa nini watu wanamwataki Albert Chalamila? Kutokana na kauli yake aliyozungumza alipokuwa akihutubia maelfu ya watu. Chalamila bwana alisema kwamba ameona pia kwenye mitandao ya kijamii baadhi ya watu wanatamani kuleta chokochoko kwenye mikoa yetu, na kwa bahati mbaya sana nguvu inayotumika katika kulinda amani wakati mwingine inakuwa ya kawaida sana. Nguvu zitakazoendelea kutumika kulinda amani pengine haijawahi kutokea wala kuonwa katika kipindi chote, na pengine kuna wengine wanadhani kuna nguvu ishawahi kutumika mahali. Kwenye kikao hiki nataka niwathibitishie yalikuwa ni majaribio tu ya kutumia nguvu kulinda amani. Kwa hiyo nguvu yenyewe bado hajaitumia. Maneno haya bwana alitolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akilizungumzia hili leo na wenyekiti na watendaji wa mitaa na kata kwenye ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo Chalamila bwana alitumia hayo maneno ambayo yameonekana kuwa ni maneno mazito sana, wakati wa Tanzania wakiwa wanalalamika ndugu zao hawajaona, wakiwa wanalalamika mambo hayaendi sawa, watu wakiwa wanasema bwana yale yaliyotokea tarehe 29 inabidi jitathmini, na wakati serikali pia inapambana nje ya nchi kurudisha uhusiano mzuri na baadhi ya nchi ambazo zimethubutu kutamka kwamba kile kilichotokea tarehe 29 hakikuwa sawa. Alafu anatokea mkuu wa mkoa tu kama huyu Albert Chalamila anazungumza kauli nzito kama zile. Hii inaashiria kwamba wanafurahia kile kilichotokea au namna gani, vipi? So hayo yote yote kwa yote inakuwa tu katika sehemu ambazo watu wanakelekwa na watu wanajaribu kuwaomba hawa viongozi wajaribu kutumia hekima wanapotamka maneno yao, kwa sababu ndio wanazidi kuchochea vurugu. Wakati kukiwa na vuguvugu hilo la watu kutaka kuandamana, basi bila kuwa na matamshi mazuri yenye hekima ni ngumu sana kuwaona Watanzania wakirudi nyuma, kwa sababu wengi wanaamini wakitoka ndipo watakapopata amani. Lakini kuna wengine wakisikia maneno mazuri kutoka kwa viongozi, basi wanaweza wakapunguza tempa yao, kisha wakaona okay, tunatafuta njia nyingine ya kuweza kupigania haki. Lakini mtu anapotokea unaanza kuatisha kwamba nguvu iliyotumika kipindi cha nyuma ni ndogo sana, kuna nguvu kubwa itatumika huko mbeleni, ni kwamba unawatisha. So wengi walisema kwamba hata Rais Samia alitumia mifano hiyo, akawaambia jeshi lijiandae, akasema hakutakuwa na nywinywi wala nywinywi. Mwisho wa siku watu walitoka na wakafanya vurugu ambazo zilipelekea athari kubwa sana, uharibifu wa mali za umma, uharibifu wa mali za serikali, lakini pia vifo na hata ulemavu wa kudumu ulionekana kutokea. Sasa ni hekima gani ambayo viongozi wanatakiwa waifatishe? Basi ni hekima ya mdomo, yani matamshi. Ukipata jukwaa kama hilo usizungumze tu kitu kwa sababu wewe sasa hivi ni mkuu wa mkoa una uhakika. Hapana, zungumza kwa sababu wewe ni kiongozi na watu wanakutazama. So mimi naamini wewe
una maoni yako. Hebu niambie umeuchukuliaje huu msimamo wa Albert Chalamila? Je, ni kweli ile nguvu iliyotumika kipindi cha nyuma haitoshi na haijawahi kuonekana? Wamejipanga vipi? Je, wamekuja na makombola kabisa au vipi? Maana kama nguvu iliyotumika haikutosha na anasema haijawahi kutokea na walitumia silaha kama ambavyo tume ya Jaji Chande ilivyosema, walitumia silaha, kuna watu walipigwa risasi. Sasa kama ile nguvu ilikuwa ndogo, unafikiri hapo ataleta nini kama so chopa, makombola nini? Okay, drop comment na wewe msimamo wako, ila tu nimekusogezea hii habari kwa sababu wengi wamechukizwa nayo.